When it comes to one man, one vote, take it to the bank and cash it. You can keep the bank slip. Mnaweza hapa National Bank. Tell me, I'm telling you this for free. Ruto alishinda Raila when it comes to one man, one vote. Kwa nini? Uhuru hakushinda Raila 2013, Uhuru hakushinda Raila 2017. Kwa nini? Alikuwa tu na Rift Valley na Central peke yake. Hizo regions mbili haziwezi shinda kura Kenya. Lakini Ruto maintain hiyo Central, maintain Rift Valley, alafu akaingia kwa territory yako sasa. Whether alipata 5%, 10%, 6%, ameingia territory yako, kitu yenye Uhuru angeweza kufanya. The truth is that Raila has fought a good fight. I'm not sure whether he has kept the faith, but I'm sure he has not finished the race. Hajamaliza. In fact, in my opinion, Raila still has a chance of becoming a president of this country. There are two options. When Saile William Samuel Ruto, Doctor, PhD, WSR, mkuki wa Koitalel, marashi wa mama, ATM ya masla, wallet ya mapasta, pio private bag vya Sugoi, akisha ingia, ataongoza miaka yake ngapi? 5, na ongeze nyingine ngapi? Unajua kitambo ameanza kampeni ya 2027. Ameanza kampeni ya 2027. Ukiona hao ndugu zetu wa Woria wanaingia serikalini, Ruto ameanza kitambo kampeni ya 2027. That is why nilikuwa nawaangalia nyinyi, mnasema ati kuna kesi hapo juu. Paka unajua nilikuwa nasimama upande ule wengine nikiwaona mko upande huu. Naangalia wale watu wangali wanadhani kuna kesi hapa milimani. Kama mwanaume alitoka Hague penye unapanda ndege, itakuwa hapa penye unatembea mguu kwenda milimani. Mlikuwa mnadhani kabisa kuna kesi hapa juu. Nilikuwa naona hapa mnasema sijui wametoa evidence gani sijui. Safa sijui nini. Nilikuwa naangalia. Lori mzima. Ati Kamago, ati kuna lori mzima. Nilikuwa naangalia. Na walikuja na USB na toshana hivi. Yes. Ndugu zangu, there was no case. Mimi niliangalia the evidence these guys were trying to adduce there. And you know you are using such evidence in the Supreme Court of Kenya, the highest court, inataka the highest threshold ya evidence. Hiyo sio Makadara Court na sio Kibra Court, it was the Supreme Court of Kenya. Na uliona vile walifika pale. Hakuna wale wa Serena, walifika wote in time to drop the bombshell. Kwamba people even swore oaths before learned lawyers, advocates of the High Court and commissioners for oaths. Una swear an oath ya uongo. Oath ya uongo. Nikapata hapa majamaa wanasema mambo ya Kamago sijui na nani, people are trying to hack. You cannot hack and leave your traces in there. Ati kuna mtu alikuwa ameitwa #C. Ati hiyo ni Kamago. Wewe unaweza hack system na unaacha evidence hapo. Hata hawezi tu wa kawaida huko akienda kuiba anaendanga na gloves wamevaa ndio usiwache fingerprint. Sasa wewe unaacha paka kwa server ati uli hack. So, ndugu zangu, what I came to discover was that it was a lie, it was fabricated, there was no evidence kwamba Ruto hiyo kura iliibwa. Let me now tell you this. The truth is that wangeenda kufanya a recount, you would have been shocked. You would have found that, you would have discovered that hata Ruto ngome za Raila waliiba kura ya Ruto sana. Because he had no agents in some of those places. Hata wangekuwa, wewe utauliza ati unataka kucorrect figures hapo na majamaa wako pale. Wewe unataka kuconfirm kitu gani hapa tena? Hakuna, hiyo figure iko hapo ndio hiyo. Kwani unataka nini? You get the point? So in the process, Ruto might even have lost so many votes huko. You remember kuna kura they made some adjustments, I'm told. Ilimekwa hapa Kiambu. Wakaondoa za Ruto 10,000. Wakaenda tena Kisumu wakaondoa za Raila 9,500. So unapata kwamba hata Ruto was the main complainant in this case. When it comes to one man, one vote, take it to the bank and cash it. You can keep the bank slip. Mnaweza hapa National Bank. Tell me, I'm telling you this for free. Ruto alishinda Raila when it comes to one man, one vote. Kwa nini? Uhuru hakushinda Raila 2013, Uhuru hakushinda Raila 2017. Kwa nini? Alikuwa tu na Rift Valley na Central peke yake. Hizo regions mbili haziwezi shinda kura Kenya. Lakini Ruto maintain hiyo Central, maintain Rift Valley, alafu akaingia kwa territory yako sasa.
Whether alipata 5%, 10%, 6%, ameingia territory yako, kitu yenye Uhuru angeweza kufanya. Na ameingia Coast, ameingia hapa Ukambani. I knew this thing had gone. Na Western especially. Aliingia. Na unajua Western, hiyo ilikuwanga ni ngome ya Raila period. Half time, full time. Yes. So ndugu zangu, I'm telling you this for free. I'm telling you this for free. And I want you gentlemen to get me. Kwamba this election, in this 2022 election, na mjue pia kulikuwa na mambo hapo ilikuwa inakaa kama ile ilifanyika 1982. Unajua 2022 mwisho wa ya 1982 kuna 2 na 2022 pia kuna 2. 1982 ilisemekana nchi ilijaribu kupenduliwa. Mwenye alikuwa State House alikuwa kabila gani? Mkalenjin. Anaitwa nani? Moi. Ile kura ilikuwa inajaribu kusumbuliwa hapa Bomas, ilikuwa ya mkabila gani? Mkalenjin. Anaitwa nani? Mwenye alienda ka control hiyo alikuwa Warrior. Anaitwa nani? Gabo. Mwenye alisimamisha kuu ya 1982 alikuwa Warrior. Anaitwa nani? Mahmud Mohamed. Boss wake 82. Boss wake wa Mahmud Mohamed alikuwa Mkamba. Alikuwa anaitwa Mlinge. Boss wa Gabo ni Mkamba, anaitwa nani? Kikosi yenye ilistapisha kuu ya 1982 ilikuwa GSU. Wenye walikuwa pale wakicontrol Bomas walikuwa kikosi gani? Red Beret. Thank you very much. So zote zina tu mwisho. Na ilikuwa ni Air Force na kulikuwa na Mjaluo ndani. Na hata kwa hii kuna mtu ameitwa nani? Ogola. Ametajwa kwa hii mambo. So ndugu zangu, history repeats itself. And we are not fearing to tell you this. Hii nchi ilikuwa chini ya mamafia wazito sana. Mamafia wazito sana. Wenye wanaamua fulani anakuwa president na inakuwa. Hiyo ndio inatuanga sasa state capture. Mtoto wako angewahi kuwa president Kenya hii. Ruto ndiye amefungua hiyo. Amebreak hiyo virginity ya kukataa kwamba watu wengine wasitie mimba ya nini? Yes. Ruto has broken that virginity. Sasa anyone anaweza tia mimba pale. Na mtoto wake akuwe president Kenya hii. Hapana. Let me now tell you this. The numbers, the demographics are not going to allow that ya Mkale na Mjaluo. Do you know why? Mkikuyu, the numbers zake zina reduce. And unless I'm telling them to do something about their reproductive, waendelee population ya ibaki pale. They need to do something. Because yetu ya Waluya, you can see the population openly. Wachana na ile ya kusema kwa figures, mnaenda census usiku nini. Hiyo unaionanga mchana. Mama is expected na amebeba mtoto kwa mgongo, na kwanza hiyo mimba ni ya twins. Alafu kuna ule ako na yeye hapa anakuuzia nyanya, na kuna wawili wako nyumbani wanachunga ng'ombe, na kuna ule ameenda kutafuta mboga. You can see the population. Huku Central nursery schools zinafunga. These are facts. For the first time in Nairobi, you have a Luya governor and senator. Thank you very much. Now, the population, unless the Kikuyus sit down and begin producing, and they must do it because we need the population for national income figures. Watu ndio wanalipanga ushuru. Ng'ombe hazilipi ushuru. Ng'ombe hawalipi ushuru. We need population. But if it maintains that way, I'm telling you this, Luyas will one day rule this country for 100 years. Watakuwa wanatoka Maragoli, Bukusu anachukua, Kabarasa anachukua, Mtachoni anachukua, hivyo for 100 years. Kwa nini? Numbers. Behind every one Kikuyu there will be 5 to 10 Luyas. And if it will be one man one vote, labda mfike huko mbele tena mbadilishe, mseme sasa tunataka electoral college. Tribe moja itoange vote moja. Lakini kama itakuwa tu ni one man one vote, Luyas will run this country to the end. And that is why uliwaona pale Bomas. Walikuwa wamecheza mrengo wa mbele. Huyu mmoja anaitwa Wetangula na mwingine anaitwa nani? Mudavadi. Wakachunga. Wetangula alikuwa bouncer wa Ruto siku hiyo. Huwezi mfikia kwa sababu kuna 30% yao wanataka kwa serikali. So ilikuwa ni lazima. Na Wetangula alikuwa ameambia Raila kwamba it will be messy
It will be noisy. It will have casualties. Lafu ikakuja ikasemekana ati Wetangula is part of the printing of the ballot papers. Raila akasema kitu gani? Atatengeneza karatasi. Na alitengeneza karatasi, wakajaribu hata kusaidia Raila, wakaweka picha yake ya kwanza, lakini watu walikuwa wanairuka wanaenda kwa Ruto. Wanaenda kwa Ruto. Kwa nini? Raila went and joined Uhuru who had mismanaged this economy. Wezi kana mtu ameharibu uchumi. Watu tumekaa kwa parks kutoka Malaba mpaka Mombasa, watu wako kwa parks. Alafu sisi tukupigia kura. Alafu tena Raila mwenyewe pia unajua kuna anafikanga mahali anaanza unajua is a revolutionary, anasahau mpaka akona Ruto au akona Uhuru. Alifika mahali akaanza kumuingilia. Wakiwa huko kwa kistadi, unajua mtu mwingine anaingia amekonda kama sindano. Baada ya miezi chache amenona kama kupe. Uhuru kakajiangalia. Si mimi nimenona hapa peke yangu. Sasa ndio maana Uhuru naye akaenda Mombasa, Raila akiwa yuko tu kwa mkutano. Akasema wengine nao wanadhani watapata